Mungu linasema hivi: kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa nanyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliyotolewa alitwaa mkate, na akiisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni kwa ukumbusho wangu. Haleluya. Yesu aliachilia mwili wake kwa ajili ya ukumbusho wa kuendelea kumkumbuka watu. Lakini baada ya kuachilia ule mwili alishukuru. Na mimi nakwenda kushukuru kama Yesu alivyoshukuru. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya mwili ambao Mungu umeuachilia ndani ya maisha ya wanadamu, ili waweze kupokea, na wanapokwenda kupokea wakapate uzima wa milele. Lakini neno lako linasema ya kwamba uliumega. Kristo, ninamega kwa ajili ya kutenganisha na kuondoa magonjwa na madhaifu ndani ya maisha ya wanadamu. Wanapokwenda kupokea mwili wako Kristo, kila atakayepokea anapokea uzima, na kila atakayepokea mwili anapokea amani, kwa sababu magonjwa yamekwisha kutengwa baada ya kukata mwili wako Kristo. Tumekata maradhi ya kila namna. Asante kwa ajili ya ukumbusho ambao Mungu uliachilia ndani ya maisha yetu. Nasi tunapokwenda kushiriki mwili huo, tunakukumbuka wewe Kristo, tunakumbuka kifo chako, na tunakwenda kuhuisha maisha ya mwili wetu katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Mstari wa 25 anasema, nanyi vivi hivyo baada ya kula akakitwaa kikombe, akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Haleluya. Yesu Kristo alikitwaa kikombe akaweka damu kwa ajili ya kumkumbuka. Nasi tunapokwenda kushiriki damu ya Kristo asubuhi ya leo, tunakwenda kukumbuka kifo chake, mateso yake, na kwa kupitia damu hii tunakwenda kupokea uzima. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya damu yako ulioachilia pale msalabani kwa ajili ya maisha ya wanadamu. Tazama kanisa la Shepherd mahali hapa, tuko mahali hapa Baba, tunakwenda kushiriki kikombe hiki ambacho wewe Mungu ulikitwaa kwa ajili ya wanafunzi wako. Tunaamini ya kuwa nasi tuko mahali hapa asubuhi ya leo, tunapokwenda kunywa damu yako Yesu Kristo, ikatuponye, ikatupe uzima, ikatuletee maisha mema na amani juu yetu katika jina la Yesu Kristo. Kwa kupitia damu hii Kristo, tunapiga na kuangamiza kila magonjwa na kila ila za adui juu yetu katika jina la Yesu. Amani yako na uzima wako ikaendelee kutawala ndani yetu. Asante kwa ajili ya damu ambayo ulimwaga pale msalabani kwa ajili ya maisha yetu. Mungu, tunakwenda kupokea, tunakwenda kupata afya, na kwa kupitia damu hii Kristo tunakwenda kufunga agano kwa ajili ya mwaka 2026. Watoto wako tutakuwa wazima na watoto wako tutakuwa na amani, maana umesema kwenye kitabu hicho pia cha Wakorintho kwamba asiyeshiriki mwili wala damu hatakuwa na uzima. Lakini kwa sababu sisi tumekubali kushiriki mwili na damu yako siku ya leo, tunakwenda kupokea uzima kwa ajili ya mwaka 2026. Asante kwa sababu wewe ni Mungu, utaachilia uzima juu yetu katika jina la Yesu. Endeleza wimbo. Wakati mwimbaji anaendelea kuimba, basi naomba utakuja hapa uchukue mwili pamoja na damu, uketi, baadaye tutakwenda kushiriki kwa pamoja. Karibu ndio uchukue. Wanyonge nawe wanaoshiriki naomba waje wachukue. Wakawa mashujaa, njoo uchukue hivyo hivyo, naimba, njoo uchukue hivyo. Na hata leo watakawa takatifu wako, nawe wauliza tena, nani aliyepo
Basi naomba tule na kunywa wote kwa pamoja. Tutaanza kula mwili wa Kristo na baadaye tutakunywa damu yake, na baada ya hapo tutamshukuru Mungu. Baba mtakatifu, Mungu wa majeshi, wewe ni Mungu mwenye enzi, wewe ni Mungu ni mwenye mamlaka, hakuna aliye kama wewe Jehova. Asante kwa ajili ya mwili na damu yako Yesu Kristo ulivyoachilia juu ya maisha yetu. Baba, naomba kwa ajili ya kila mtu aliyeshiriki na kunywa mwili huu, ukaachilia uzima wa milele ndani ya maisha yake, ukamponye na kumvusha mwaka 2026 ukawa wenye neema na baraka ndani yake, kwa kupitia agano ambalo Mungu tumekuja kulifungamanisha asubuhi ya leo kwa kupitia mwili na damu yako Yesu Kristo. Asante kwa sababu wewe ni Mungu. Amani yako, uzima wako vikaendelee kuambatana pamoja nasi, katika jina la Yesu naomba na kushukuru, amen. Haleluya, haleluya.